kukashifu ile dhuluma ambayo ya vijana ambao wametumwa na mapanga na marungu wanakimbisha vijana ambao wanaandamana. Tumeona masaa mawili yamepita kule Nairobi, kuna baadhi ya watu ambao wanajifanya wanalinda biashara zao wameua vijana, na nataka kuuliza Mheshimiwa Rais Ruto ya kwamba hii nchi si nyumba yako, hii nchi si kiburi chako. Ninakuuliza ya kwamba uweze kutoa statement na wale vijana ambao wamelipwa katika kuua vijana ambao wanaandamana waweze kuondolewa katika mitaa yote nchini Kenya. Nashukuru sana. Kwa majina mimi naitwa Edwin Oirero Wanchari. Siku ya leo tumeona maajabu. Siku ya leo vijana wote wameamuka kuandamana ya amani. Kuna maaskari pande hii, lakini kuna vijana wametumwa, wako na mapanga, wako na marungu, wanapingiza watu kiholela. Na hao watu kifika jioni ndio wanavunja maduka za watu, wanaiba, baadaye wanasema ati ni vijana wa Gen Z. Naomba mjeshi, baba wa taifa, Commander in Chief, Your Excellency, na kuomba kwa hiari yako, kwa kupenda kwako, tafadhali rudi chini. Sikia kilio cha wananchi, sikia kilio cha Gen Z tafadhali. Angalia pande hii, wamama wamefunga maduka, wababa wamefunga maduka. Sioni watakula nini? Serikali yako ambayo inaenda namna hii. Juzi tulidanganya ya kwamba umefuta mawaziri, baadaye tena kwa warudisha. Hakuna haja ufute baba yako uweke bibi yake ndani. Hiyo ni kudanganya wa Kenya. Baba wa taifa, na naomba mahakama ya Uholanzi Fatupe Nzure, wherever you are, kindly come in Kenya. There is some of you people here who are killing people anyhow. The first suspect, you were the first who are working Kindiki, ndio mmoja wao. Second suspect ni Chief Inspector of Police mwenye alijiushuru, walio watoto wetu, wakawa mama wetu, wakawa wadada wetu, baadaye wakajiushuru. Wacha niulize vizuri tu kabisa hivi. Kweli sisi kweli kama chizi jenzi tunatafuta haki yetu kama sisi. Yaani sisi hata tuelewi. Watu wengine wa michi 10 hata sijui wanatoka wapi. Kwanza nauliza kabisa, Mrs. President, mkubwa wetu ndio wewe ni baba yetu, tunauliza. Yaani hao watu wanatoka sehemu gani? Waliandikwa na serikali gani? Wanakuja na mapanga wanataka kutua. Watueleze vizuri wametoka sehemu gani? Tunahitaji usaidizi wako. Maana utaleta Kindiki tena ndani katika serikali. Unafaa unaleta vijana umri kidogo kuanzia 40 kwenda chini. Hao ndio watu watatusaidia katika serikali. Hatutataka maisha yetu yafilisike tafadhali. Mrs. President, wewe ni baba yetu. Hebu tusaidie kitu moja. Hapana kuua watoto wetu. Watoto wadogo wanakufa. Wengine waliuawa wakawekwa katika magunia. Tafadhali Kenya yetu. Tunataka amani tafadhali baba yetu. Tunahitaji amani. Amani. President tusaidie. Yes. Thank you so much. Kwa majina naitwa Geoffrey. Ningependa kwa address rais wetu His Excellency William Ruto. Leo hapa Kisii unaona ndio waandamanaji wa ghadhabu imewashika. Kuna goons, kuna wauaji wameingia ndani ya hii maandamano na wamevaa raia. Hatuwezi tambua kama wao ni askari ama wametumwa na nani. Angalia maduka zote hapa Kisii zimefungwa kwa sababu ya utovu wa kiusalama. Kitu tunasomba serikali ni moja, na kitu inafanya sisi kama vijana
tunaudhika kabisa. Huwezi vuta hao masiesi na uwarudishe. Kama hii serikali ni ya urafiki, kama ni rafiki zako, tunakuomba rais, uvute hao watu ulivuta waende kabisa. Kuna vijana wengi wanataka kazi na wamesomeshwa na wazazi wao bila pesa ya serikali, wako ready kuwaka. Kwa hiyo kitu tunaomba serikali ya William Ruto, tunaomba wale watu ambao uliandika kazi na baada ya kuwavuta, wavute na waende kabisa. Ajiri vijana ndio amani patikane hii Kenya. Kitu kingine tunaomba hii serikali hapa Kisii, tumesumbuliwa na watu ambao tunajua kama ni goons. Hebu shughulikie serikali. Askari wamejaa hapa na bado baada ya kujaa hapa hawezi kutusaidia. Watu wako na mapanga wamejificha ndani ya vijana. So tunaomba kwa heshima washughulikiwe. Mimi nilikuwa naambia president hivi, Mr. Ruto, tumekuja hapa tukiwa peaceful, tukiwa tunaandamana, magunzi wametuingililia kati yetu na mapanga, tumewakimbisha, wameingia kwa kituo cha polisi, hakuna mwenye ameenda kushughulika na sisi. Hatutaki Kindiki, leta mtu mwingine, badilisha, badilisha, si unamrudisha, hatutaki, tusikie kilio chetu. Mimi kama kijana hapa Kisii leo nina hasira hata si kwa Ruto, hasira hata si kwa nani, hasira iko kwa wakora ambao wameingilia hapa maandamano. There is no way mtu anatembea polepole ana maneno yake, wewe unatokea na panga. Askari wanaangalia tu, kwani askari wanataka kutupiga sisi? Wanataka kutupiga sisi wenye watu hawana silaha. Unaona mtu anapita anaingia police station, askari hajashika mtu yoyote ambayo amekuwa na panga, hajashika mtu yoyote amekuwa na rungu. Mimi naambia commissioner wa Kisii County, commissioner, shika mikora ambayo inasumbua raia, shika mikora ambayo inabomoa biashara, shika mikora ambayo inaharibu Kisii. Kisii wanaitwa sungu ni criminal group imenyonga watu, saidia raia bwana, tumechoka. Niko na jambo hapa bwana, niko na jambo. Mimi ningeulizia serikali ya Kisii, mbona inakubali watu wapige na mapanga kwa demonstration na marungu? Kama last Tuesday tuliandamana, tukaenda stadium, Kisii Stadium, watu wakaanza wakatupiga mawe na hatukuwa tumewachokoza. Leo tumekuja kuandamana peacefully bila kuchokoza mtu, tumerushwa mawe na watu wako na mapanga, wako na marungu. Tunataka tudili tu na wao, wale ambao kukuja na mawe tutarudi na mawe.